Now, first number 8 nasema kwamba je, mwanadamu anaweza akamwibia Mungu? It's a question. It's a tough question. It's a tough question. Je, mwanadamu anaweza akamwibia Mungu? And you will find that we have 3 reasons why people don't give. Are you getting? You have 3 reasons why people don't give in the altar. Now, one of the reasons that is very great is ignorance. Ignorance ni kupuuza. Number 2, ignorance ni kukosa kujua. So iko na maana mbili. Are you getting? Ignorance ni kukosa kujua, haujui unastahili kutoa. Alafu number 2, unajua na hutaki kutoa. Si ati hauna. Have you ever read? I will show you another time. There is a church. Bible inashuhudia na Paulo anashuhudia. Anasema katika umaskini wao. Umaisoma katika umaskini wao walitoa zaidi ya vile walitarajia. Maisoma hapo. I'll show you another time. Wakatoa zaidi ya vile walikuwa wanaleta vitu kwa altar. Paul anataka kuwarudishia. This was very dangerous. Because walikuwa ni maskini. Bible ina state vizuri ya kwamba walikuwa ni maskini, lakini kwa maskini wao walitoa. So giving haina relationship yote na kukosa. Haina relationship yote na kusema kwamba sina. In God hiyo kitu hakuna. Do you know why? Do you know why hawezi kusema hauna cha kutoa? Can I give you reasons? Amjaitika, acha niwache. I'll give you another time. Sasa sema kwamba will a man rob God? Mtu anaweza ka. There is a certain lady. Don't joke with giving. There's a certain lady alitoka. I have not mentioned anybody. Mama Hope, sijataja mtu. Wewe ukienda kutaja mimi I'm not. Sijataja mtu. Mama Hope anamjua. Mama Hope anamjua. Mama director anamjua. Mimi sijataja mtu. I get it. There's a certain lady. Kero unamjua. Bora mimi sijataja mtu. There's a certain lady alitoka hapa. Na akaenda is it Kataro? Somebody. Kataro. Na the time alitoka akaniambia pastor, I'll be sending you tithe. Nitakuwa nikikutumia tithe every month. So the time alifika huko akawa anapata 30,000 per month. 30,000. Nikaongojea mwezi wa kwanza. Hakutuma. Kaongojea mwezi wa pili hakutuma. Baadaye nikaona akanitumia wazita 500 shillings. So nikamuuliza is for ni ya nini? Akaniambia ni tithe. So nikamuuliza ndio nikajua mshahara yake. Nikamuuliza unapata pesa ngapi? Akaniambia anapata 30,000. Then akaniambia you know siku hizi nilibadilisha mahali pa kutai. Akabadilisha mahali pa kutai. Tukamwambia why? Mbona umebadilisha mahali pa kutai? Akasema niliuliza Mungu. Na yani aliona ni kama hiyo 3,000. Kwa 30 ni 3,000, si ndio? Akaona hii 3,000 inaweza kuwa Pastor Moses nikimpatia every month 3,000 inaweza muua. Wacha nipeane kwa mtu ambaye ako na pesa nyingi. Na kweli akaanza kutuma hiyo pesa kwa one of the bishop in this town ambaye ako na church kubwa sana. Akaanza kutuma tithe yake huko. So wakati kumbe aliharibu, afadhali angetuma. I get it. It is better hangetuma. Angekati hivi. Nimekuwa nikiongea na mtu asubuhi ya leo. Have you read the book of Acts chapter number 5? Umesoma Acts chapter number 5, mahali ambapo Anania na Safira wanaenda kwa madhabahu na kutoa sadaka. Are you getting?
people are not understanding me. Are you getting? Yes. So the time walikuwa wakati waliuza mali yao na wakaleta katika nyumba ya Mungu, listen to me, nami nakwambia ukweli, iwapo hawangepata Petro kwa madhabahu hawangekufa. Are you getting? They could not die. Hawangekufa. Wangekuja tunawaweke mbio na watoke. They could not have died. Kile kitu kiliwaua, walipata Petro. Na Petro akaweza nini? Kama mtu angewauliza ndio hii, wangeweka hapo na waende. Too dangerous. Have you ever asked yourself, kwa nini watu nasimamanga hapa nikichukua sadaka na fungu? Kwa nini tukini kwa kikapu? Mbona napokeanga sadaka zenu mimi mwenyewe hapa? Mbona tuimbangi wimbo? Napokeanga mimi mwenyewe. And it is very dangerous. Nimekuwa nikiambia mtu asubuhi leo, ni hatari sana. If you know, kama unajua kwamba si ukweli, alafu pasa anachukua ameweka hapa, alafu pasa anachukua, alafu pasa anaombea na si ukweli, what will happen to your life? There will be a delayed spirit. There will be a delayed spirit. Kutakuwa na delayed spirit in your life. Okay, let me finish this story first. So the time I talked to this lady, so akaniambia nimeona nikutumienge 500, alafu ingine iendeke kwa bishop kubwa. Bishop kubwa itaona, I tell you the truth. Kaanza kutuma. Now after sometimes akafutwa kazi. Kazi yake kaanza kuwa ngumu sana. Then akanipigia. Akaniambia, man of God, I'm passing through challenges. Unajua huku ni Waislamu and so on. Nikamwambia no. Pigia bishop wako. Call your bishop. Mwambie wewe kile ambacho napitia in life. Akaona kama nimemkwaza sana. Then akapigia bishop wake. Yule ambaye anatoanga tithe wake. Akampigia. Wakati alikuwa anampigia, hiyo bishop akaomba. Na hiyo mama karudi akanipigia. Akaniambia, pastor, ninaombewa na bishop wangu na ameniambia ninaenda kufaulu. Yule alifutwa kazi kwa hiyo. Kaenda akafutwa kazi. What happened? Akarudi akanipigia. Akaniambia nimefutwa kazi, analia. Nikamwambia 2 days. Don't usitafute kazi. Niko wageni. Nikamwambia 2 days utakuwa umepata kazi. Haikupita 2 days. Akapata kazi. Na akapata kazi great. Hii shule yenye natoa hapa people know. Watu wanajua, I'm not lying. I get it. Akapata kazi. So the time alipata kazi, ikakuwa na mshahara nyingi kushinda ile ya kwanza. Akawa anapata 50,000. Na akaniambia kuanzia leo pastor, I'll be setting time. Si unaweza omba sana. Mwezi wa kwanza wakati alinitumia baada ya hiyo time, alitumia mwezi wa kwanza 5,000. Nikaona I need to devote myself now. Nahitaji kujiweka sana kwa Mungu because of this man. I don't want to use it in any other way. Are you getting? One, nataka every day nianze kumtumikia Mungu because ndio pesa nyingi wakati huo. Hiyo inaweza kuwa inaleta charge every day. Are you getting? Na I don't know, na kanunulia suti. Smart sana. Na wakati alifanya hivyo, milango mingi kaanza kufunguka in my life. Ilikuwa ni temptation, ya shetani. Milango ikafunguka tu. So at least kaanza kubaki siku 2 siku 3. Somebody call her, mtu akampigia. Akamwambia, pastor siku hizi ameinuliwa sana. Na si anyway, alikuwa anajaribu because wakati alianza kutoa every week alikuwa anatumia something pia. Around 4 days. So anasema pastor, hii nimefanya hivi tu na wakanipatia. Let me send to you. Wakati aliambiwa hivyo, my first phone, nilikanunua smartphone, smart sana. Akaambiwa. Akawacha. Akawacha kutuma. So baada ya kuacha kutuma, this what happened.
Nikamuuliza why ulikuwa unatuma? Nasema nimeona nirudi kwa bishop wangu wa kwanza nitumeze. Nikamuuliza why? Akaniambia hapana, ni kama mzee yangu yeye anatoa huko fungu na mimi ninaona pia yeye ni baba yetu wa kiroho, nitoenge huko fungu. Is an elder. She's an elder. Huyu mama ni elder. Alikuwa akifundishanga type. Wale watu ambao wanajua they know. Are you getting? Wanafundishanga. Anajua but ignorance. Nikamwambia it's okay. It's okay na hiyo nilitoa because amenieleza. Nikamwambia it's okay. Just continue giving. Yeah, with a pure heart. Siku kwako na anything. Are you getting? Hata mshahara nilifanya hiyo mwezi hakulipwa. Akafuzwa na every paper ibani kwa hiyo nyumba mpaka leo vile tunaongea na wewe. Unajua ukienda wanakuwekea hizo papers. Wanakuwekea hizo papers until the time utakuja. Aliteseka wakamfukuza, akawacha everything kwa hiyo nyumba akaenda. What she's doing now, she's suffering somewhere. Utamwona FB, utamwona WhatsApp, utamwona so on, but she's suffering a lot. Na kuanzia aende many years wala utaona many years but hakuna kitu amefanya mpaka leo. Something will happen, nikisema tu kitu watu watajua ni nani na leo. Kuna something tulifanya kidogo na ikabaki hivyo mpaka leo. You know, don't joke with giving. Na nimekwambia what thing about utajua kwamba you are tagged with this spirit of giving or tagged to and so on. One thing, you will have delayed blessings in your life. Kila siku utakuanga na delayed blessings. Na wengi wetu hapa it's not prayer ambayo haijatufanya tusonge mbele. It's not prayer. It's not prayer. Kama ni kupray tumepray, but there's limitation. Hatuna ukweli na wakati. Itakuchelewesha. Na itakutani. Na demon akijua kwamba you are ignorant ni kupuuza. Are you getting? This lady alifikiria kwamba akipeana kwa bishop, spiritual world is a world of rules and regulations. Usije ukasahau. Hawezi ati because hii pesa itaharibu pastor, I will not be giving that church. Au acha nitafute pastor ambaye ameinuka so that I will be giving you. Spiritual world is controlled with regulation. Mungu anajua kwamba ni huyo tu ndiye anastahili kupata. Wewe usitaki kujua unafanya nini. Hata akichukua na aanze kugawagawa watu, mradi wewe Mungu ataona umeheshimu hiyo mambo. Anything ambayo hauwezi ukaheshimu, haiwezi kukutetea life. Cannot. Let me give somewhere. Let me give. Are you getting? Tithe yangu wacha ni hapa tunatoanga tithe of tithes, si ndio? Hata mimi sikuzani. Hata ukiuliza mama hope, I don't touch. Ikishafika ni yeye anafanyanga, inaenda. Siwezi kula tithe of this church. Mama hope baba. Hata sitaki kujua ni ngapi anatuma. Nimewahi kuuliza hata kweli. Sijawahi kuuliza. Sitaki kujua, I don't want to know. Let it go. When you want troubles to come in your house, don't give. Ukitaka tushinde ikuje kwako, don't give. Wachana, utakuwa hautaita, itakuja tu. Number 2, nimekwambia namba 1 itakuchelewesha tu. Na itametro ile kuchelewesha. Utapatanga kagari kale kakusukuma kana moshi kali ukiwa na 8 years. Okay. Now, I'm not teaching about prosperity. I'm not teaching about prosperity. But mwaribifu utakuwa na nuanga kitu kenye utaki. Unaenda duka tu hivi unaangalia wacha ninunue pipe. Na kuna kitu utatumia pipe. Yaani ulikula fungu. Na nobody. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kula tithe. I told you earlier. Are you getting? Hakuna mtu anaweza kula tithe. Hata usipotoa hapa kuna mahali tutatoa. Utafika tu hivi
Mama Dan, na mtu akwambie ndio hivi hata. Ndio hivi hata. Na wewe uone hivi. Kitu kama nunua, kingine kwambia usinunue. Because mharibifu hapo hapo. Utanunua. Si Mungu. Si wewe unataka kununua, ni mharibifu hapo tu hapa. Ile kitu atafanya utaona si sawa, smart. Ukienda kwako hii yote imeraruka ukikumbuka. Sasa ni kitu hata sitaki kwa maisha yangu. Don't want. Inakaa hapo. Ama unagawa mtu kitu mbaya. It is because uli kula tai. Na hiyo tai itaendelea tu hapo. Paka itaendelea tu hapo. That's number 1 nimekwambia. Nimekwambia itakudileisha. This lady ako delayed. Kuna kitu ambayo alianzisha lakini iko delayed. Haifanyi kazi ya somo. Sasa unafikiria kwamba utafikiria ni knowledge ya Mungu. Nilikwambia demons zikatumia knowledge yako. Haigeti? Demons zinatumia nini? Shetani anataka kuteza na kutumia mbinu yako. Atakutumia knowledge yako na ufikiriaje you pass maskini siwezi kumpatia. Na ni kweli. Haya namba 2. Unaweza fikiria kwamba I need to give to higher anointing. Nipeane kwa higher anointing than bila ambayo inastahili. Ni kweli. Ama other reasons too, other reasons. Are you getting? Those reasons that you are giving, the demons are instruct. Are you getting? The demons inakuambia fanya do this and do this. You are supporting demons to do their work. Oh, music. When I hear music, revelation inaendelea kushuka zaidi. Praise the name of Jesus. Amen. Number 2. I don't want to talk this one, but God will leave you. Mungu atakuacha. Na obviously akikuacha kuna mgeni ambaye atakuja. Ambaye ni mharibifu atakuja. Nimesema utamuita atakuja tu. Biblia inasema kwamba na atakuja. Sasa nilikuwa na maisha mazuri mwizi. Okay. Number 3. You will receive help from God. Opposite, you will not receive the opposite of God. The help from God. Ask those kuuliza watu ambao wanatoa fungu zao na sadaka zao kwa Mungu. Wanasaidiwanga na Mungu. Ukweli wanasaidiwanga na Mungu. Just ask them. Waulize wanasaidiwanga na Mungu. Kuna shule nimetaka kutoa hapo bakiki. Ndio nimeambiwa ndio. Wanasaidiwanga na Mungu, wanabebwanga na Mungu. Mungu anakusaidia kulea watoto kama hujaidi. Those that are believers. Mungu anasaidia kulea watoto. Mungu anakusaidia kusomesha watoto. Haujui basi watu wengine wanarudisha nyumbani na wako na baki. Majani jina lake aliweka mingi. Kuna pastor mmoja I cannot mention. Cannot mention. Baada yako hapa. Praise the name of Jesus. Nilikuwa ni teacher mahali. Sikuwa naonanga majina ya watoto wake. Kiangalia hivi, baadaye ndio naona kataka anacheza huko nje. Aiwa. Something is happening. Mungu anataka kusaidia kubeba maisha ya watu. Mungu anataka kusaidia kwa hiyo kazi. I get it. One day, God allowed me to say this. It's not a good thing. See, it's not a tax. One day, my wife alikula fungu. One day, alikula fungu. Sasa alikuwa akipata anani kuwekea kwa mkono. Naambia ndio hii fungu.
ama akiona niko mbali anatuma. So one day akakula, one day. So the time alikula, wakati nilifika hivi akaniambia, nilikuwa na hii. Nikamwambia from hata nilikuwa hapa nilikwambia. So after this, baada ya kula hiyo fungu, nikamwambia because umekula, mimi niko kando. Are you getting? Mimi nimejiondoa kwa hiyo maana sikukuweko. Are you getting? Kile kitu aliniletea next month haikuwa ni fungu, ilikuwa ni barua ya shokazi. Nasema ukweli ya mdalta, hata nilikuwa hapa nilikwambia, aliniletea barua ya kutoka kazi. Nikasoma, akaniambia analia. Alisahau ya kwamba hakutuma. Alisahau. Yani it's a normal thing. Are you getting? It's just a normal thing. Jioni tukitoka hivi ana huzuni, analioka, what is it? Akaniambia please soma. Na kweli alifuta kazi. Na sikumhurumia. Are you getting? Sikumhurumia, hata siku kwako na shida. Nikamwambia sisi tuko kando. Hiyo ni hapa. We are not there. Hatukuweko hapo. Ukinunua hii, we are not there. Na hivyo ndivyo demons anataka kumaliza maisha yako yanafanya. Anakupatia kama mahitaji nyingi kushinda zile pesa uko nazo. Si ndio? So unaona hii, wacha nitumie. The time you are doing that. So Bible inasema kwamba na kutatokea na mharibifu ambaye ataharibu. Inamaanisha Mungu atakuwa na vitu. But those that are giving. Na nilikwambia shetani anaharibu everything in your life. Are you getting? Anaharibu everything. Sasa unafikirianga kwamba ni kazi anaharibu. Unaendanga kazi lakini kuna mahali aliharibu kitambo. Wewe juani. Na because ni yeye ako hapo kwa hiyo nyumba, hata kupatia knowledge ya kujua hii ni yeye anafanya. Unaona kitu fulani kinaharibika. Something inaharibika. What is this? So reason number one, people don't give is ignorant. They know. They just ignore. And some people wanafikanga to extend wanakani Mungu. Wanataka waelewe. Mungu understand kwa niaba yao. So God just understands. Ilikuwa kwa hali ya tani. Do you understand? Wanasayansi wanasema mbegu hawapandingi wakati wa mvua. Ukiona dalili ya mvua inakuja ndio unapanda mbegu, wakati wa jua ndio unapanda mbegu. Mvua ipatange hiyo mbegu chini. Hiyo ndio wanasayansi wanasema. Acha nikuonyeshe the Bible. Let me show you the Bible. Kulitokea na ukame in the Bible. Na Elijah akaenda kwa mama fulani, ilikuwa ni wakati wa ukame, hakukuwa na chochote. Na maandiko yanasema ya kwamba Elijah akaenda kwa mama na akamwambia mama, niandalie mkate, nasikia kula mkate. Ilikuwa ni wakati wa ukame. Na maandiko mama akajaribu kujieleza, akamwambia bado kidogo, akamwambia no, hiyo kidogo ndio nataka. It's just confirmation ya kwamba huyo mama hakuwa na ule mtoto. But mtumishi wa Mungu alikuwa na trela nyingi za unga. Amebeba. But haingeenda tu. Nimekuwa nikiambia mtu on a serious note, just on a serious note. Leo asubuhi wakati nimetoka hapa after prayer, nikaenda kwa ofisi. I wanted to pray for some people. Niko na mzigo ya kuombea watu wengine kwa hii church. So the time nilienda ku kneel down, God akaniambia no. Don't pray for them. The more you are praying for them, is the more unawasha moto. Kuna mtu alibisha mlango na nikafungua, but at that particular time nilikuwa na feel pain. God, can I pray? And don't. Si mara ya kwanza nimesikia there's a certain lady pia alienda Katari. Na tena akafanya tu kama huyu nani nimemwambia, lakini huyu kuna siku alituma fungu zake za shilingi 125.
125, it's not thousands, not millions, 125 shillings. Ilikuwa saa 3 asubuhi. So wakati alituma hiyo pesa nikasikia ni muombe to pray. God said, don't pray for her. The more you are praying for her, the more blessing that you need for life. Na nikawacha kumwombea. I told you we are not praying. Si hapa tunaomba tu. No, we hear God what you pray. Nikakwambia sometimes si hapa tunahubiri tu, sometimes we hear God. What are we going to say? Hii ambayo namwambia ndio Mungu anataka usikie leo. Kuna mtu anataka asikie Mungu ashuke hapa. Sasa hivi ndio Mungu anataka usikie leo. Maana sasa unaona vile inaingia kwa mfupa yako ni kama inataka kuchoma kama thank you Jesus. Thank you. So mwalimu akikuja anzaribu anything. Na wewe usitie ajali. Mbali na kazi anaweza kukuacha tu hiyo kazi. But there is something amekut time in the future. Ignorance, either unaignore ama haujui, either unapuuza ama ni kukosa kujua haujui, yote iko na punishment. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Time will tell. Umesikia mtu anasomesha watoto mpaka university. Fuatilia utaona. They are givers. If you are not a giver, Mungu atakuachia mzigo wako ubebe. Because you are not involved. Are you getting? You are not involved. Nikimalizia, God allow me to say this. There's my sister moja. Sister moja. Hey, your sister ni giver. Ni giver. Just a giver. Anashiriki KG. So one day, nikaenda kwake, ana give sana. So one day nikaenda kwake, ana shida, ana mateso. Wajua nilitoka nje hapa na akona pesa. Akaniambia hiyo ni time. Nasikia kutoa nikununulie sukari tu, kunywe chai. Hapana. Asikia nani atatemeka. Sasa alikuwa anaangalia. Na akiangalia naona kama anashtuka. Akaniambia. And because I know, bila mtu. Akaniambia I will not do that. Angalia bila watu wako serious. Na wewe unakulanga makusudi tu, hata si shida imefanya au hujapindwa sana, but unaona tu let me test God kama hii itaribika and so on. Just test God is not a man. The power of God is not in the hearing. Si kusikia hivyo ndivyo nguvu za Mungu zimeingia kwako. Nguvu za Mungu ziko kwa kutenda. Sasa hapa. And do you understand? Giving is not simple. The same as prayer. Do you know that? Giving is rahisi. Uliza givers. Sometimes wanatoanga ni kama wanataka kulia. Can I give? Yaani kila kitu na kusumbua but just you give. Are you getting? The same as prayer. Those are spiritual things, spiritual laws that you must. Monday ukipata pesa yako weka. Tuesday ukipata weka. Wednesday ukipata weka. Thursday. If you are getting money, ikifika hiyo money, mapepo yani sijaribu kukuongelesha. Are you getting? Just give. Iendelee kitendo. Mungu anataka nikwambie kwa leo. Tolea msaada.